Karibu tena mpendwa mfuatiliaji wa elimu ya mtaa, chaneli inayokufundisha mbinu mbalimbali za kujipatia kipato halali. Tunaendelea na makala inayohusu njia ya kujipatia fedha kupitia biashara ya kuku wa kienyeji. Katika video iliyopita tulizungumzia njia ya kujipatia kuku wa kienyeji kwa kuzalisha na kuwakuza mwenyewe, faida na hasara za njia hiyo. Leo tujifunze njia za kuwapata kuku wa kienyeji kwa njia ya kununua. Kuku wa kienyeji wanauzwa katika minada na magulio mbalimbali, na mara nyingi bei kwa sasa ni shilingi 15,000 kwa mtetea na shilingi 23,000 kwa jogoo kubwa. Unapoenda kununua kuku wa kienyeji ni lazima uzingatie mambo yafuatayo. Kwanza kabisa ni lazima uwe na chombo kinachoendana na idadi ya kuku unaowataka ili wasisongamane wakati wa kuwasafirisha. Chombo cha kuebebea kipitishe hewa ya kutosha. Chagua kuku wenye afya njema. Wachunguze kwenye macho wawe wachangamfu. Manyoya yasiwe yamesimama na nyuma wasiwe wameloana na kinyesi. Kuloana nyuma ni ishara ya magonjwa ya kuhara. Beba idadi inayoendana na chombo chako cha kuwabebea ili kupunguza idadi ya vifo wawapo safarini. Yote haya tunakuonyesha kwa vitendo ili utufuatilie kuanzia mwanzo hadi mwisho na matokeo uyaone. Mpendwa mfuatiliaji wa elimu ya mtaa, kumbuka tunaendelea kukuelekeza jinsi ya kutengeneza pesa kupitia biashara ya kuku wa kienyeji. Tafadhali endelea kutufuatilia. Mpendwa mfuatiliaji wa elimu ya mtaa, hapa tulikuwa gulioni tunanunua kuku. Tumelenga kufikisha nyumbani kuku 100. Tunachagua kuku na kuwaweka kwenye gari kama unavyoona. Tumetumia chandarua kikuukuu kuwazuia wasitoke ili hewa iwepo ndani ya gari. Kama unavyoona hapa tumepata kuku 101 na tupo tayari kuanza safari ya kuwapeleka nyumbani. Tumehakikisha tumewawekea chakula ndani ya gari, na kila baada ya saa 1 tutasimama kivulini kuwakagua, kuwapa maji ya kunywa na pia kupumzika. Mpendwa mfuatiliaji wa elimu ya mtaa, hatimaye tumewasili nyumbani na tunawashusha kuku tukiwahesabu tena kwa mara ya pili. Kwa bahati mbaya kuku 3 wamekufa njiani, hivyo tumebakiwa na kuku 98. Tunawashusha mmoja mmoja na kuwakata manyoya ya ubawa mmoja ili wasiweze kuruka uzio na kupotea. Halafu tunawapatia chakula na maji. Mpendwa mfuatiliaji wa elimu ya mtaa, kama unavyoona kuku wote wamechangamka vizuri na majogoo yanaendelea kupigana ili kutafuta utawala. Hii ni kawaida kwa majogoo, kwani kwao ni lazima wajuane nani ni mtawala wa eneo walipo. Njia yao ya kupata utawala ni vita. Kwa kuwa tumewacha huru, hawawezi kuumizana sana, kwa kuwa kila anayeshindwa hukubali matokeo na kukimbia. Faida kubwa ya njia hii ni kwamba tumewaleta kuku leo na tumeanza kupata mayai na tutayauza. Kwa siku hii ya kwanza tumepata mayai 9. Haya ni mayai mazima yaliyotagwa tukiwa safarini. Tunategemea kupata zaidi kwa siku zijazo. Hasara kubwa ya njia hii ni vifo. Pamoja na kwamba unawaona kuku wamechangamka sana, ukweli ni kwamba kuanzia kesho asubuhi wachache wataanza kuonesha udhoofu
au magonjwa. Hii hutokana na ukweli kwamba kuku wa kienyeji huweza kuvumilia magonjwa mengi, hivyo huishi nayo. Wanapokutana kuku wengi kwa ghafla, hubadilishana magonjwa hayo. Uchovu wa safari na kupigana au stress hupunguza uwezo wa miili yao kupambana na magonjwa yote kwa pamoja, hivyo dalili huanza kujitokeza. Usipokuwa makini, unaweza kupoteza kuku wote na kupata hasara kubwa. Lakini ukijua jinsi ya kupambana na magonjwa haya, utaepuka hasara. Mpendwa mfuatiliaji wa Elimu ya Mtaa, kwa leo tunaishia hapa. Katika video inayofuata tutakuelekeza jinsi ya kupambana na tatizo hili la magonjwa kwa kuku uliowanunua. Tafadhali endelea kutufuatilia. Hakikisha umesubscribe na kubonyeza kengele ya notification ili usipitwe kila tunapoweka video mpya. Asante kwa kutazama. Tuambie kwenye maoni ungependa kujifunza nini kingine kuhusu biashara ya kuku wa kienyeji. Tafadhali tukutane kwenye video inayofuata.